Yesu asifiwe watazamaji wangu pata mnaponitazama kwenye YouTube, kwenye TikTok. Nataka niwakaribishe. Karibuni sana kwa mafundisho ya siku ya leo. Leo nataka niongee kuhusu mchungaji wa kweli. Maana makanisa sasa yamekuwa mengi. Wachungaji wametokelezea, wachungaji wamekuwa wengi. Nataka nene na wewe mchungaji ambaye ulitumwa uchunge kondoo za Mungu. Mchungaji ambaye Mungu alikuita na mwito wa kuhubiri, mwito wa unabii, mwito wa kutoa mapepo, mwito wa deliverance. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hivi tuko vimejaa makanisani. Mchungaji ulioitwa umebadilika, wewe si mchungaji tena, umekuwa ni mbwa mwitu. Tukikuona kwa nje wewe ni kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana siku hizi makanisa yamekuwa mengi. Mchungaji anafungua kanisa akiwa na target yake. Anafungua kanisa akiwa na nia moja, ya kwamba anafungua kanisa ili nitajirike. Sifungui kanisa kuelekeza watu mbinguni. Sifungui kanisa ili kusaidia watu wa Mungu ili waweze kufika kwenye uzima wa milele. Siku hizi makanisa yamekuwa ni biashara. Bwana Yesu asifiwe. Na sisemi ni zote. Kuna wale wachungaji ambao wanahubiri injili ya kweli, na wale utawapata kule vijijini, kule ndani, kule reserve. Wanangangana, wanahubiria watu 5, 4, watu 6, watu 10, wanawahubiria injili iliyonyoroka, injili ya kweli. Lakini wachungaji wa mjini atahubiri neno moja ya kuelekeza mbinguni, lakini maneno 100 ni kukuitisha pesa na kukufirisisha. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio sababu unakuta watu wengi sasa waende makanisani. Watu waliamua kaa kwa nyumba na kuoche mahubiri online kama haya ambaye nahubiri. Ukimuuliza mama, mbona uendai kanisa? Atakwambia neno moja tu, pastor wetu mtu wa kuitisha watu pesa. Baba mzee, mbona uendai kanisa? Pastor wetu mtu wa kuitisha watu pesa. Bwana Yesu asifiwe. Pastor uko na kanisa watu 10 na umewekea mzigo watu wachange pesa wa kununulia gari. Gari ni 1.5. Watu ni 10. Hebu niambie kila mtu atakuwa anatoa pesa ngapi? Kuna mama pale wa kibanda, kuna mzee pale wa mjengo, kuna ndugu pale anafanya kazi ya makanika. Hebu niambie, umewekea watu mizigo ambazo hawezi beba. Wewe mchungaji, shame on you. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani alikwambia lazima mchungaji akuwe na gari ndio akuwe ni mchungaji? Nani alikwambia mchungaji lazima akuwe na kitambi ndio akuwe ni mchungaji? Nani alikwambia mchungaji ni lazima avae suti ndio aitwe mchungaji? Bwana asifiwe. We kazi yako, Mungu alikutuma uhubiri injili. Mungu alikutuma uelekeze watu mbinguni. Lakini leo hii umesahau chenye Mungu alikutuma. Umegeuka, unajitafutia we mwenyewe. Na ndio sababu unaona mchungaji anachukua loan, anakuja anajenga kanisa. Wewe unafikiri hiyo loan italipwa na nini? Wachungaji wengi roho wa Mungu aliwatoka, siku hizo walibaki na mwili. Ndio sababu wanauzia watu vitambaa, wanakuuzia mafuta, wanakuuzia kifagio ndo fagia mapepo. Mapepo yanafagiliwa ama yanakemewa. Bwana Yesu apewe sifa. Eti wanakuambia kwamba haya maji, sasa nasikia kuna leo wanauzia watu maji. Ati haya maji ukikaa nao 3 months unakuwa tajiri. Nani alikwambia? Nani alikwambia ukiweka maji ndani ya nyumba 3 months utakuwa tajiri? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe mchungaji unayenitazama, najua utapenda hii mahubiri, lakini wacha nikusaidie mahali, wacha nikwambie ukweli. Elekeza watu katika njia za Mungu. Hubiria watu kile ambacho Mungu alikutuma. Fanya kazi ambayo Mungu alikutuma ufanye. Bwana Yesu apewe sifa. Fanya kile ambacho Mungu alikutuma uweze kufanya. Mungu alikutuma uweze kuchunga kondoo zake na uzionyeshe njia ya kwenda mbinguni. Lakini wewe leo hii umekuwa ni mchungaji wa competition. Ndio una makanisa mengi sasa ni competition. Mwingine akijenge nyiko na vioo juu ya black, na mwingine naye anakuja na jenga yake ya gorofa. Mwingine akijenge nyiko hivi, yani imekuwa ni competition. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona wengi wanangangana. Wewe kanisa yako ni ya watu 50 lakini unangangana unataka kufungua TV uko na TV yako. Bwana asifiwe. Ndio sababu mahubiri mingi ya wachungaji ni ya kulaani washirika. Mnaacha mchungaji analala njaa. Mnaacha mchungaji anatembea miguu. Mnaacha mchungaji wenyewe. Kanisa fulani wamemlea mchungaji wao gari. Nini. Yaani umekuwa ni mchungaji wa murmuring. Mchungaji wa manunguniko. Mungu hapendi manunguniko. Bwana asifiwe. Na ndio unaona makanisa mengi sasa yamekuwa ni kama supermarket. Yaani mtu aingie, auziwe maombi,
aingie auziwe mafuta atoke, aingie auziwe kitambaa, aingie auziwe matawi, aingie auziwe sio vitu gani. Siku hizi nasikia wanauzia paka mchanga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nataka nikwambie wewe mchungaji ambaye ulitumwa na Mungu, ufanye kazi yake. Mungu anakutazama. Mungu anakutazama. Wachungaji wengi siku hizi roho wa Mungu aliwatoka, walibaki na mwili. Na kujua mchungaji mwenye ako kwenye mwili ni rahisi sana. Utamkuta anapoanza kuhubiri mahubiri yake, atahubiri neno moja peke yake au maneno mawili kuhusu Mungu, kuhusu njia za Mungu. Alafu mambo mengine yote 2 minutes ataongea kuhusu Mungu. Lakini 1 hour ataongea kuhusu kutoa. Ataongea kuhusu miradi ya kanisa. Ataongea kuhusu sijui nini. Sijui nyumba ya mchungaji. Sijui afaa mnunulie mchungaji ploti. Sijui afaa mnunulie mchungaji gari. Inafaa sijui mke wa mchungaji akae vizuri. Nataka nikwambie my friend, wewe ambaye ulitumwa na Mungu kuja kuchunga kondoo zake. Mungu hakutuma ukuje uibie kondoo zake. Mungu hakutuma ukuje uhangaishe watu. Mungu hakutuma ukuje usumbue watu. Mama amekuja kanisani ako na shida, wewe unamwambia akupatie pesa. Mzee amekuja kanisani ako na shida, wewe unamwambia akupatie pesa. Mama amekosana na bwanae kwa ndoa, amekuja kanisani ili apate usaidizi, lakini wewe unamwambia akupatie pesa. Mchungaji, wewe akili yako inafanya kazi? Bwana asifiwe. Are you normal? Bwana Yesu apewe sifa. Ndio sababu mmekoti maandiko yenye, yani unafinyilia maandiko mahali penye hapatakikani. Unafuta kama maandiko, unafinyilia hapo, halafu unasema hata Biblia inasema kwamba katika Malaki ya kwamba toeni zaka na sadaka. Tunajua inasema tutoe. Haijakwambia uwalazimishe, haijakwambia uwekee viwango. Nasikia hata sasa kuna makanisa mengine wewe coil. Pasta anakuambia ununue sadaka yako, juu kama Nikola anakuambia kaa nayo. Bwana asifiwe. Na wewe muumini, wewe mshirika, nataka nikwambie, unisikilize vizuri. Kama kanisa ambalo unashiriki, mchungaji anawalazimisha mnunulie gari, mchungaji anawalazimisha mnunulie ploti, mchungaji ni wa kubiringi tu pesa every Monday, every Sunday, kila Sunday ni kuhubiri pesa. Hakuna kitu kingine. Hama hiyo kanisa. Hiyo sio kanisa, hiyo ni supermarket. Hiyo ni kitega uchumi ametega hapo. Bwana asifiwe. Anataka kujinufaisha yeye mwenyewe. Na ukitaka kujua mambo ambaye naongea ni ya ukweli, nataka leo ufanye exercise na ufanye mtihani. Hebu angalia kanisa ambao unashiriki. Utakuta yule mweka hazina ambaye ni treasurer ni kama si mke wa pastor, ni mtoto wa pastor. Na kama si mtoto wa pastor, ni ukoo ya pastor. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu ambao wanahusikana na pesa tu pale. Miradi kubwa kanisa, utakuta hiyo ni ukoo ya pastor ama ukoo ya bishop ama ukoo ya nani. Hakuna mtu mwingine anapewa hizo cheo. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna mtu mwingine. Ndio unakuta siku hizi kanisa limekuwa ni kama ni la mtu binafsi. Ndio unakuta wanapiga picha wanaweka pale juu ya mlango. Pastor na mke wake, yaani kanisa ni la pastor na mke wake, sio la Mungu. Na nataka mnipatie hiyo verse nyinyi wachungaji. Mahali penye Biblia inasema ya kwamba piga picha weka juu ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mjue mlipotea. Wachungaji mumepotea. Wachungaji mumesahau njia ambayo Mungu aliwatuma mfanye. Mumepotea. Na ninajua mtanichukia. Nichukieni, nawaambia ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Baki kuwa mchungaji. Kama ni gari Mungu atakupatia. Wewe hubiri injili, mtu aguzwe akununulie gari. Hubiri injili, mtu aguzwe asarenda kwambie mchungaji, huwezi ishi kwa rento. Ploti ndio hii, nimekukatia hapa, nimekujengea, title ndio hii. Yaani mtu anatoa kwa hiari kwa sababu umemhubiria, kwa sababu umemuombea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio vitu ya kulazimisha. Lakini sio vitu ya ujanja. Paka siku hizi nasikia kuna makanisa ambayo wameform sasa. Mchungaji ameform kikundi yake ya wagonjwa. Yaani unajifanya wagonjwa. Alafu unayo kwenye mitandao. Eti mtu anajifanya shingo ilikuwa imelema hivi. Wakati pasta anaomba shingo inakuja sasa alipona shingo. Nataka nikuambie wewe ambaye unafanya hiyo drama, ninaomba Mungu siku moja utakapoweka shingo hivi na isalie hivyo. Ubaki kiwete, maana unatamani kuwa kiwete ndio upate pesa. Ubaki hivyo. Bwana asifiwe. Mungu anaweza yote. Hauwezi weka ujanja kwa kazi ya Mungu na ufike mbali. Ndio sababu unakuta wachungaji kama hakuna mahali wanafika. Makanisa yanakwisha, wanapatikana na ujanja, wananaswa kwenye makamera wakiwa wanafanya ukora na ujanja, wengine wanafungwa na saulika. Kazi ya Mungu haitaki ujanja, acha nikwambie. Kwa hivyo ni heri ubadilike. Uache ujanja katika kazi ya Mungu.
Wacha ujanja. Hata kama uliibia watu, wewe ni tajiri, wewe ni bilionea, wewe ni nini, nataka nikwambie hiyo mali sio halali. Siku moja itaisha. Itaisha. Na wewe ambaye unaendelesha hiyo vituko kanisani, ukidanganya watu tunatoa mapepo, my friend, hakuna siku pepo inaongeanga. Na pepo hainanga time ya kuongea na mtu. Mchungaji, wacha kutudanganya bwana. Wacha ukora. Bwana asifiwe. Na alikwambia shetani yako na time ya kuongea na wewe? Wewe tumia mbinu nyingine kutafuta pesa, lakini sio kwa kazi ya Mungu. Fungua biashara huko nje, fungua biashara zako, fanya nini, tafuta pesa kwenye biashara yako. Lakini ikifika kazi ya Mungu, hubiri injili ambaye Mungu alikutuma ufanye. Fanya kazi ambaye Mungu alikutuma ufanye. Hubiri injili ya kweli, watu waokoke, watu wabadilike. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuwa mkora kwa kazi ya Mungu. Ukora itakusaidia. Hata ukialikwa mahali una demand ulipwe. Hata waimbaji mko na hiyo tabia. Ukialikwa mahali una demand ulipwe. Ulipwe. Sababu ulilipa Mungu akupatie hiyo gift ya kuimba. Mpaka unaogopa kualika muimbaji fulani. Sababu muimbaji ako very expensive. Anataka milioni 2 kwa account ndio akuje. Suka na hiyo uimbaji yako. Kaa na hiyo huduma yako. Bwana Yesu asifiwe. Sikatai kuna ile kubarikiwa na watu. Lakini mimi naongelea ya demand. Unipate mzuri. Unaweza kuniambia mchungaji, sasa nataka mimi nakaa huku, wamenalika Kenya nikuje zidi fanya nini? Kwenda kujaje? Sikatai kuna ile yenyewe mtu mwenyewe unaambia tu mtu okay, wewe unaweza kunipea nini? Sio demand 2 million. So hawa wadogo wa chini watakualika ukuje ubiri. Watakualika ukuje uimbe. Ndio unaimba nyimbo mzuri zinatubariki. Lakini tunaogopa kualika. Because ya hiyo demand yako. Tena lazima pesa iweke kwa account, unikatie tiketi ya ndege. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wengine wanaisha tu wanasaulika. Because ulianza kulipisha chenye Mungu hakukulipisha. Wewe wacha ambia mtu, okay, mimi nakuja, niko ready kuja kuimba. Lakini wewe kulingana na uwezo wako, wewe unaweza fika wapi? Akwambia mimi naweza kupa shilingi 50,000. Si ukuje. Na demand 2 million. Mwenye unasema akupe 2 million ajaishi kwa 1 million tangu azaliwe. 2 million anatoa wapi? Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe mchungaji, wewe muimbaji, jiulize, yenye nafanya hii ni haki mbele ya Mungu? Bwana asifiwe. Na kama ni haki, naacha Mungu akusaidie uzidi kutenda haki. Mungu awabariki sana. Mimi naitwa Pastor Shua. Ukitaka kunipata kwenye TikTok niita Pastor Shua, kwenye YouTube niita Pastor Shua. Tutaongea mengi, tutajadiliana, na mimi huwa nakwambia tu ukweli. Ukinialika kwako ni ubiri, be ready. Niambie waumini wako ukweli. Mimi wewe sikubembelezi.